Sawa? Yaani ushaona jamii kwanza. Yaani wewe umeondolewa kwenye uhuru wa shibe. Una njaa ila hujui kama unayo. Utajuaje una njaa? Unatafuta hela mpate chakula. Utafuti hela ili mwekeze. Kweli. Na mkipata hela kweli mnakula, mnakunywa ila hamwekezi. Mna shida. Umekuwa mtumwa wa utafutaji. Kwa sababu unapata chakula au upati akiba. Sasa kwenye unachopata ambacho sio akiba, nikija gonjwa mnafanyaje? Shetani anaweza kuamua na kupeleka kwenye madeni, kuletea matatizo. Yanakuja yako juu ya kiwango chako cha mapato. Miezi miwili baadaye umekopa mpaka umechoka. Nini kimetokea? Umeondolewa uhuru wa kujitawala kiuchumi. Umeanza kutawaliwa na watu. Jamani, amina. Mbona kama siongei na nyie? Inawezekana nisema labda sio kwa ajili yenu. Nimekuja kwa bahati mbaya. Ni kwa ajili yenu? Ndio baba. Ndio. Ni majina. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Unasema tuseme kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila kifungo kilichoniweka magereza na kuniondolewa uhuru. Leo na kuteketeza. Kwa jina la Yesu. Na kuteketeza. Kwa jina la Yesu. Sema mapepo yaliyonifunga, uchawi ulionifunga, uganga ulionifunga, mashetani yaliyonifunga, majini yaliyonifunga, makabila yaliyonifunga, asili iliyonifunga, kwa jina la Yesu. Leo na kwa zake na kuagiza, achia uhuru wangu wa kibiashara, achia uhuru wangu wa kazi, achia uhuru wangu wa mapato, achia uhuru wangu wa mafanikio, achia uhuru wangu wa kuinuliwa. Kifungo cha kuniweka chini leo na kuvunja, sema vunjika kwa jina la Yesu. Leo vunjika kwa jina la Yesu. Achia maisha yangu, achia maono yangu, achia ndoto zangu, achia kusudi langu. Kuanzia leo sina ushirika na kifungo chako. Nimewekwa huru kwa damu ya Yesu. Amen. Pigia Bwana makofi. Kazi ya malango namba 4 ndio ni kuficha vitu vyako. Amen. Hiyo ni kazi ya malango. Vitu vinafichwa. Vitu vinafichwa. Wanaweza kuficha watu mama. Uko hapa Nsumba, unakaa mama mzuri. Anakaa Nyanzaka maduka 9. Anakuwa Nyanzaka maduka 9 na pale Nyanzaka kuna watu ambao Mungu anakusudia wakikutana naye mambo yake yanabadilika. Hawawezi kuonana. Watu wanafichwa. Mtu anataka jamani namba nirudie. Mtu anafichwa mtu. Amen. Wa kumuinua. Mtu anafichwa mtu wa kumsaidia. Watu wanafichwa. Vitu vinafichwa. Nakataa nini wewe mama? Watu wapo wamefichwa. Wakitokea kwako, mama anabadilika kwa mazuri, lakini wanafichwa. Sasa kazi ya malango ni kuficha vitu vyako. Yaani kwa mfano, nikuonyesha kitu ili uweze kuona vizuri. Biblia tunayosoma, Mungu ameweka ahadi zake zote. Kuna neno moja la Biblia ukilipata, ukaliamini na ukalikiri, sawa? Unaweza kutoka kwenye maombi likabadilisha historia ya maisha. Neno utalipata, linajificha neno. Inajificha. Unautaja inajificha siku ile ambayo utakuja lizungumziwa ili kutuweka huru, unapata upinzani, ujikanisani. Likipita hilo neno, utalipata nini? Miaka 5 baadaye huko umefungwa. Na Mungu alishatoa msaada siku nyingi. Tunafanyaje? Sema kila kitu ficho. Tarehe leo. Na kufichua. Kwa jina la Yesu. Na kufichua. Kwa jina la Yesu. Sema kila kifungo. Leo. Fichuka. Nafichua watu. Waliofichwa. Nafichua fedha. Waliofichwa. Nafichua uchumi. Waliofichwa. Nafichua mali. Waliofichwa. Nafichua biashara. Waliofichwa. Nafichua maono. Waliofichwa.
jina la Yesu. Amen. Amen. Watu wa kusaidia hatima yako wamefichwa. Kitabu cha Isaya 45 mstari wa 3. Haraka. Hali. Kafa. Kuna watu wamefichwa. Wamefichwa. Wewe unavyoona eti. Unavyoona wewe. Mtu akija kwa Mungu wetu. Anaweza kuwa amejua vitu vyake. Maisha yake yameteka. Sijui ni nini. Atumrudishi. Watu waliosoma wote wanajua kuhusu hilo. Kwa nini? Wamefichwa. Kuna watu usoma hapa ana migogoro na mitihani. Achana nasoma Mwanza nzima na mitihani na migogoro. Wamefichwa. Wanaliona kama kanisa, wanaona kama nini watokole. Hapana. Kuna jambo sisi la ajabu sana. Likiwekwa wazi likafichuliwa kwa watu, taabu na mateso zinakuisha. Haleluya. Lakini wamefichwa jamani. Vitu vimefichwa. Soma. Anasemaje? Nami nitakupa hazina za gizani. Nitakupa hazina za gizani. Na mali zilizofichwa. Umesikia? Kuna mali zimefichwa za Joni. Anakutana huyu anamwambia uongo. Huyu anakuja na mwaragani. Huyu anamwahidi vitu anakwenda kabisa sitavifanya. Hii. Wale ambao wana mpango wa haki, wa kweli kwa ajili yake, hawafunguliwi. Amen. Hawajui, hawaoni. Amen. Na wakimwona hawasikii kumwambia kitu. Wanaomwambia ni wahuni. Amen. Anafichwa mchumba wako. Anakuja playboy. Akuranganya. Ukimpa moyo wako, anaondoka ameuchanja chai. Unaumia mwaka kwa mwaka. Ni makosa. Amen. Monica, unampa moyo playboy. Ni kosa. Ndio. Mzuri amefichwa. Ndio. Uko hapa, barabara zote unapita, daladala umepanda, ndio. Bajaji umepanda, ndio. Unashaka kwenye senene tu. Lakini nakusema dada, mtakuja nyumbani kwenu. Niongee na wazazi wako nikufanyie heshima. Hayupo, amefichwa. Mwaka unaisha na ndio imeshatangaza ulimwengu wa roho wanajua wewe unamjua. Hamna. Nimfichue mume wa mtu nisimfichue. Fichue baba. Mke wa mtu nimfichue nisimfichue. Fichue baba. Fichua. Nifichue nisimfichue. Fichua baba. Nifichue. Fichua. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hawataki kuolewa, tuachane nao. Tunataka baba. Tuache wakae fichua. Tunataka baba. Yaani unajua leo hii naongea na wewe. Ndio. Si sawa. Si sawa. Kuna mtu ndio baba ambaye Mungu amemtuma amen aje Mwanza kwa ajili yako. Amen. Subiri basi kwanza. Mkikutana naye hautawahi tena kuwaza maisha magumu. Lakini huyo mtakatifu Mwanza amekwenda kukanyegezi milimani. Safari zake zote zinaishia wapi? Samaki. Na wewe safari zinaishia na amkutani amefichwa. Amen. Fichue watu. Mimi nataka nikwambie kitu. Na uniamini. Kwamba kuna watu wengi watamani na watu wangu. Amen. Mungu ametutumia waje kwetu. Amen. Nimefunguliwa mlango mkubwa. Ndio. Lakini wapo wengi wanipinga. Mlango umefunguka lakini wale waliokusudiwa kukutana nao jamani. Amen. Unashuka kwenye basi, yeye ndani anapanda. Mlipanga safari pamoja naye? Yaani wewe hujui naye hajui. Ndio utakaa naye siti. Kutoka hapa mpaka Dodoma mtakuwa mmeshaidia. Kuna kitu mmejuana, kuna mambo mmebadilishana. Lakini ona, yeye shetani anamwepusha kwamba ukienda ukutana na Grace alivyoenda Dodoma atakavyorudi. Atarudi amekuwa na viwango. Sasa tufanye mchakato. Wewe huyu tumbadilishe safari. Alikuwa anataka aende naye tufanye vita, mtoto agugue. Aombe tiketi badilishwe ile kesho yake. Akiairisha mtoto anapona. Madamu hamjakutana. Wewe unaenda Dodoma, unarudi, aliyekusudiwa alete baraka amefichwa. Nimfichue nisimfichue. Nimfichue
Nifichue nisifichue? Fichua baba. Nifichue nisifichue? Hata mimi kuna aina ya watu nimekuwa natamani ningekutana nao tukaongea. Ingekuwa vizuri. Lakini yani amefichwa. Amen. Lakini siku Mungu aliponipa ufunuo wa hilo andiko, nikaingia kwenye maombi nikaanza kuwafunua, nikawafunua. Mimi sio mwenzio. Nimewafunua kwenye mwezi wa 5 na wa 6, nafikiri nimeshakutana na watu kama 6. Waliokuwa wamefichwa. Si nimeenda hapo nimeenda. Amen. Nimeshaenda. Na ilikuwa ni mwambie huyu mama. Nimetamani. Kuna aina ya watu mimi nakumbea. Hallelujah. Nao kwanza. Amen. Vitu mimi naona kabisa kwa namna ya watu fulani na watu fulani tutakwama sisi. Bila kwa aina ya watu fulani baba tunaenda. Hallelujah. Sana kwenye maombi. Unafichua. Unakutana mtu anaanza kusikia moyoni mwake. Anaanza kaka, nakaa wapi? Sumba hii. Mwanza hii. Haiwezekani bwana. Kweli. Ndio bwana tuongee. Tupe soda kabadilika. Kunyoa hapa na hebu nieleze. Unafanya nini Mwanza? Mwanza mimi na kiwashi. Amefichuliwa. Amen. Anasema sawa nikwambie. Mimi hapa naponiona leo. Nina 1, nina 2, nina 3. Unasema mbona ndo mawazo yangu? Huyu ni mdogo wangu. Hallelujah. Panga tu kupeleke. Chochote unachotaka. Habishi, mimi nitaongea, hata nyamaza. Amen. Kwa kuna mtu mmoja anaanza kufichuliwa kwenye maisha yako. Akakuunganisha na kila idara unayotaka kujua. Afichuliwa kwa jina la Yesu. Kwa mfano, unaona mimi tumekutana na wewe, tunazungumza kwenye mambo ya kiroho na mambo ya Mungu. Mimi naweza kuunganisha na mtu hata siamini. Amen. Lakini mimi nikifichwa, ina maana wewe mtaka hautamuona. Sasa kuna watu ukikutana nao, wewe jaribu kwanza mzakaruna. Mimi kuna nani mtu amefichwa? Yupo amefichwa. Si sawa? Anafanya tumekutana naye, nikamwambia jambo, mimi kuna jambo linanisumbua, nimeshalifanyia kazi kama miaka 3. Natamani Mungu alifanikishe. Hapo naongea na mtu, ananiambia nenda ule huyu. Usiweze jambo limeisha. Utafanyaje wewe? Akasema hao ni washikaji. Wewe kula huko. Mimi nitakufanyia hiyo mambo. Nikaja nimenua mikono. Juu. Amen. Na akaniambia njia yoyote ambayo ungeitumia ungegonga mambo. Lakini tumeongea na wewe. Anasema ndio tulie. Hallelujah. Neno tulie, usiwaze jambo. Kwa mimi nikiwa niko hapa, jambo la miaka 3 naliwazia hapa kuelezea, nimekutana na mtu aliyekuwa amefichuliwa jambo hilo. Ni gani? Ona, sasa hivi sio mzigo wangu, ni mzigo wake. Hallelujah. Yeye ndio anafikiria tunaanza nini, tunafanyaje, tuna hivyo. Ni yeye, sio mimi tena. Amen. Naona anapofikia ananipigia. Halo. Mambo yanaenda vizuri. Mimi mwenyewe napata tu kama ananipigia. Amefichuliwa mtu ambaye anataka sasa jambo kwa ajili yangu. Na wewe nakuombea kwa jina la Yesu. Mtu aliyeletwa na Mungu kwa ajili yako afichuliwe kwa jina la Yesu. Amen. Yaani kuna watu wakifichuliwa wanakubebea mzigo wako ndugu yangu. Ndio. Shaka mzigo wako, anabeba mzigo wako. Naona kama mnielewa. Ufichuliwe baba. Kazi ya malango ni kufungia utukufu wa Mungu. Kazi ya malango ni kufungia utukufu. Hiyo ni namba 5 na ni ya mwisho kwenye vipengele vya vipengele vya nini basi? Vipengele vya nini hivi? Kazi ya malango. Aya, malango yanafunga utukufu. Kazi yake ni kufungia utukufu wa Mungu. Hapa utaona kwamba unaweza kugusa vitu vingi ambavyo havikupatii matokeo. Pointi ya kwanza. Namba 2.
Utukufu ukifungwa unaishi kwenye mateso, na wakati huo upo ndani ya neema. Upo ndani ya neema, unaishi kwa mateso. Mama, ni kweli. Nimekuja hapa huyu ati Mwanza umekaa mwaka gani? 2007. Mimi nimekuja 2021. Amenifahamu 2026. Ile miaka yote anateseka, mimi nimefichwa. Anijui niko hapa. Sasa aliponijua ukawacha kifungo. Vifungo vikakatika vyote. Kwa sababu kuna mtu ambaye amewekwa, amefichwa mjui. Ila akifichuliwa kazi inaisha. Sasa ona, kuna watu wengi ambao wa Mungu anao, ambao lazima ukutane nao. Ni lazima ukutane nao. Yaani hata kesho kuna mtu anakuja hapa kanisani wa moto. Sasa tumfichue tusimfichue? Anaona kaja mtu hapa kanisani, wazo la kiwanja likafutwa. Ni mtu yaani, sasa kiwanja tuchange 5,500 kwa kila wiki, kila mmoja 1,000. Akaja mtu mmoja ambaye Mungu amemtuma kwa ajili ya kiwanja. Yaani akiingia kanisani anauliza, mnataka nini? Kiwanja. Nionyeshe mpaka nimenunulie. Anakuja kesho huyo mtu. Amen. Namna nilifanya. Nao watu wapo. Hawapo. Ila umefichwa. Sema fichuka. 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 Kwa jina la Yesu. 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 Fichuka. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nafichia. Yote yaliyofichwa kwa ajili yangu. Nafichia. Yote yaliyofichwa kwa ajili ya huduma. Nafichia. Yote yaliyofichwa kwa ajili ya watoto wangu. Nafichia. Yote yaliyofichwa kwa ajili ya biashara yangu. Nafichia. Yote yaliyofichwa kwa ajili ya huduma yangu. Fichuka. 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 Kwa jina la Yesu. Amen. Unakaa ndani ya neema, unaishi mambo magumu. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wamefichwa. Wakifichuliwa, ulii tena. Unalia, nasema jamani, dada, nyamaza, mimi ndo nilie. Ama kama unaamini, amini jambo hilo mimi nimelikamata na linaishi. Unapata pumziko. Ndani ya neema unapata pumziko. Ndani ya neema unapata burudiko. Ndani ya neema unapata ushindi. Ndani ya neema unapata matumaini. Amen. Umenisikia? Usingelala, kuna aliyeletwa ili ulale. Usingekula, kuna aliyeletwa ili ule. Na kufungulia mlango wa wepesi kwenye nyumba ya Mungu kwa jina la Yesu. Kila kitu kitakuwa wepesi. Asema Bwana. Sasa hapa naanza kusoma sana. Pointi ya pili. Utukufu ukifungwa unaishi kwenye mateso, na wakati huo upo ndani ya neema. Nini maombi ya marango? Nini marango ya maombi? Uende ufanye kazi ya maombi usiku wa leo na kesho na Jumamosi. Jumapili tukutana hapa tuongelee jambo lingine. Wangapi amenikubalia? Nini niombeje kuhusu marango? Nawezaje omba kuhusu marango? Niombeje? Msalaba. Hapa ndipo mahali pazuri sasa. Mimi nashangaa naanza kunibembeleza. Nasoma summary sifafanui kwa sababu muda umekwisha wa kwangu. Takiwa nitoke hapa saa 12 kamili, sasa hivi imeshakuwa dakika 2. Nataka nikupe summary. Niombeje? Aina 3 za kuombea marango. Number 1. Malango yanaombewa kwa maombi ya ukombozi. Number 1. Niombeje kuhusu marango? 1. Ukombozi wa marango. Marango yanakombolewa. Nini kinatokea? Nani amepanda kule? Au ni Esther anachanganya watu kule? Niombeje juu ya marango? Number 1. Ukombozi wa marango. Number 2. Niombeje kwa ajili ya marango? Maombi ya bidii. Usome maombi ya kawaida ukiombea marango. Haya, kwenye maombi ya bidii utakuwa unaomba nini? Number 1. Upinzani.
mkali hutokea unapoombea jambo la kiyatima. Umeandika? Aya, mfano huu utauona kwenye kitabu cha Danieli ile sura yake ya 9 na 10, ambapo alianza kuombea hatima ya Israeli wakombolewe kutoka Babeli na kwenda Kanaani. Nini kinatokea? Anapoanza kuomba anakutana na upinzani, anakuja anazuiliwa kwenye anga baraka yake. Danieli sura ya 9 na sura ya 10. Uende usome vyote pamoja, alafu ufuatane na maombi. Matendo ya Mitume 12, 6, 7 na 10. Namba 3. Niombeje kuhusu malango. Maombi ya kinabii. Maombi ya kinabii ni maombi ya namna gani? Maombi ya kinabii. Kule tumetoka vizuri, sijakuacha. Nimekuacha wapi? Kwenye kifungu cha Biblia, Matendo ya Mitume sura 12 mstari wa 6 hadi wa 7 na wa 10. Hiyo ni maelezo ya pointi ya pili. Namba 3. Niende nisiende? Maombi ya kinabii. Maombi ya kinabii ni tamko lenye nguvu ya kutoka katika hali unayopitia. Unakuwa na hali unayopitia, unataka utoke kwa nguvu. Naomba kwenye hili pointi nifafanue vizuri kwa sababu watu wengi waelewe ninachosema. Sawa maana nini? Haya. Kwa hiyo maombi ya kinabii ni matamko yenye nguvu yanayomaanisha kutoka kwenye hali unayopitia. Isaya 28:5. Nirudie. Maombi ya kinabii ni matamko yenye nguvu ya kukutoa katika hali ngumu unayopitia. Isaya 28:5-6. Lazima leo nimalize. Lazima uwe na maombi ya kinabii. Yaani namna ya kuombea malango. Hiyo ni namba 2. Namba 2. Hii namba 3 hii. Isaya 28:5-6. Naomba nisome kwa haraka haraka. Naomba usikie maandiko yatakupa msaada. Anakareka Esther 28:5-6. Anasemaje? Katika siku ile Bwana majeshi atakuwa ni taji ya fahari na kilema cha uzuri kwa mabaki ya watu wake. Kwa mabaki hayo ni unabii. Anasema juu ya nyakati ngumu. Ndio. Anasema itakuwa ni taji ya uzuri na kilema cha utukufu. Maana yake ni kwamba kuna wakati mgumu anapatikana, yeye anatamka maombi yanayozungumza wakati mzuri. Kwa mfano unaweza kuwa ni tasa ndio unabadilika, unatabiri, unasema malango ya utasa hayatakuwa juu yangu. Ninavunja utasa. Ninabeba watoto wengi wale na chungu. Ninakataa kuwa tasa. Nakataa vita ya ndoa. Ninafungua furaha kwenye ndoa yangu. Nafungua amani kwenye ndoa yangu. Nafungua uchumi kwenye familia yangu. Nafungua amani kwenye familia yangu. Ninakataa watoto wangu kufeli masomo. Watashinda, watakuwa kama vichwa, watafaulu. Hayo ni mambo ya kinabii. Natabiri. Amen. Sura 6. Soma. Naye atakuwa roho ya hukumu. Jamani, ni prophetic prayer. Yes. Kwake yeye aketie ili ahukumu. Naye atakuwa nguvu kwa wageuzao nyuma vita langoni. Tumemaliza. Wageuzao vita langoni, yeye atakuwa na nguvu juu yao. Kwa hiyo tunasema wanaonifanya kuwa wa kawaida, maisha yao yanashuka, maisha yao yanainuka. Walionipa umaskini nilionao unakuwa kwao. Umaskini wangu unakuwa kwao. Umaskini wa familia unakuwa wao. Utajiri wa Bwana uko kwangu na nyumba yangu. Ninakataa uzao wangu kuwa chini na wa kawaida. Baada yangu na kabla yangu, watu wote watakuwa na maisha makubwa na yaliyoinuka. Kwa jina la Yesu. Lazima utabiri. Maombi ya kinabii. Ni malango yamefungwa, unayajua. Malango yamefungwa, ndoa inafaraganyika. Mume haeleweki na wewe ueleweki.
mko na mzungu wanne kwa nyumba. Sasa unafanyaje? Unatabiri. Naondoa mzungu wanne. Na vunja kitanda ambacho kinaonekana kitufanye. Na tengeneza kitanda cha ulimwengu wa roho kitakachotuunganisha kama mke na mume. Hatukuja kwenye chumba ili tukawanyike. Huenda nyumba tuliyoipanga imesababisha faraka kwa sababu mwenye nyumba na mke wako wameachana. Huenda hiyo roho ya hizi mali iko juu yetu. Nakataa kufarakana na mke. Nakataa kufarakana na mume. Nakataa kugawanyika. Tunaungana kwa jina la Yesu. Tunakuwa umoja kwa jina la Yesu. Kuanzia leo tumeshikamana, tumeelewana, tumenia pamoja, tumeamua pamoja kwa jina la Yesu. Maombi ya kinabii. Amen. Zaburi 149 6 ufanye haraka ishi. Muda umeshaisha. Tunaona pale nimeamua kuweka ziada. Zaburi 149 6 na 9 nasema. Soma 6 kwanza. Sifa kuu za Mungu. Sifa kuu za Mungu na ziwe vinywani mwao. Na ziwe vinywani mwao. Sifa za Mungu ziwe vinywani mwao. Kazi umeelewa? Sifa za Mungu ziwe vinywani mwao. Maana yake yale mambo ni makuu kwa ajili ya jina la Bwana. Yanakuwa kinywani mwako kiyataja ili kumdhoofisha anayeonyesha udhaifu kwenye maisha yako. Amen. Unamtaja Mungu. Unaanza kujiuliza, hivi mimi Stefano naweza kukaa maskini? Hapana. Tumejenga choo kanisani kwa siku 2 ya milioni 20. Na huyo ndiye Mungu anayemwamini. Sehemu ya uchumi wa matendo ya hiyo kanisa, ile sehemu ya uchumi wa nyumba yangu inaisha. Amen. Kinywani mwako unakuwa na utukufu unataja. Wewe kitu kashika hii nguzo, ukasema leo uliyesimama hapa, mimi napeleka mpaka wewe kujenga nyumba ambayo utaenda kwa siku itaisha. Na utataja utukufu. Amen. Unanisikia jamani? Soma. Anasema, na upanga mkali kuwili. Na upanga mkali kuwili mikononi mwao. Mikononi mwao. Ndio. Soma mstari wa 7. Ili kufanya kisasi. Ili kufanya kisasi juu ya mataifa. Juu ya mataifa. Na adhabu. Na adhabu juu ya kabila za watu. Juu ya kabila za watu. Wafungwe. Wafalme wao. Kwa minyororo. Na wakuu wao. Kwa pingu za chuma. Wafungwe kwa pingu za chuma. Haya maneno aliyosema Daudi yuko kwenye pango amejificha. Lakini akiwa kwenye pango amejificha anaweza kutabiri na kuona kwamba wafalme wa mataifa wanaosababisha sisi kuteseka watafungwa kwa mapingo ya chuma. Una cha kusema. Usianze kuinua ile hali ambayo unayoiona. Uwe na cha kusema kinyume na hali unayoiona. Sema kwa jina la Yesu. Kila hali ambayo unayoiona ninatamka ujasiri na ushujaa wa Bwana. Sema hali ambayo unayoiona iwe nyepesi kwa jina la Yesu. Mstari wa 8. Sura 9. Wa 8. Tayari wa 9. Ndio. Haya soma. Kuwafanyia hukumu iliyoandikwa. Hiyo ndio heshima. Hiyo ndio heshima ya watawa wake wote. Ambao watawa ni watu nani? Sisi. Hata Biblia sasa. Waliaminio jina lake na kulicha. Amen. Si sawa? Kwa nyinyi ni wataua. Anasema sasa. Ezekiel 11:1-4. Haraka unajua. Au nisisome? Utasoma wenyewe. Ezekiel 11. Sura ya kwanza. Soma. Tena roho ikaniinua. Roho ikanileta hata lango na upande wa mashariki. Unaelewa jamani? Roho inamuinua inaweka kwenye lango la mashariki. Ambapo kwenye lango la mashariki kuna jambo linatakiwa litokee kwenye malango ya mashariki. Lakini mimi roho yangu haikuwa hapo. Ili niweze kuwa kwenye kile kiwango ni mpaka roho iamke. Wewe unamiliki akiba yako na mtaji wa 100,000, uwezi kuwa na milioni 100 mpaka roho yako iamshwe ipeleke kwenye lango na viwango vya watu wa fedha hiyo. Haleluya. Amen. Duka tu la mtu kusema ile kushinda. Uwezi kuwa na kampuni. Kwa lazima roho yako iamshwe. Umeshia hapo karibu. Amen. Namba 4, utasoma hadi 4 na 13. Namba 4 ya mwisho kabisa, maombi ya vita dhidi ya malango. Na sijafundisha kwa habari ya malango ya vita. Nimeshafundisha maombi ya vita. Nimefundisha kidogo, sijafundisha sana. Nakuja kufundisha maombi ya vita. Maombi ya vita ni maombi yenye makemeo kuipinga mamlaka kuipinga mamlaka iliyo kushika.
Maombi ya vita ni makemeo. Ni yaani maombi ya vita hayaombi ukiwa umekaa. Maombi ya vita hayaombi ukiwa umesimama. Yanaomba ukiwa kwenye mpemeo wa power. Yaani maombi ya vita ni kama kuchanganyikiwa. Unaweza ukamata upanga. Mimi kuna wakati mwingine naingia ndani nachukua upanga na tafuta maadui. Nikikata mtu najua kama mwenyewe amekufa. Amegoma, simameni. Mstari mwingine watu wamekataa, simama. Usiku kwenye maombi. Kana kama panga langu naanza kumtafuta. Au kwenye nyumba. Wewe uliweka misingi mibaya kwenye nyumba. Mimi nalala hapa na nigo. Nagundua ni wewe. Na sitakiwi ni nigo. Kwa sababu mimi ninapanga kwa haki na kulipa. Ila wewe unanionea mimi, unaniniga. Unaninigaje mimi nimekulipa? Sasa nataka nikurudishie unachonifanyia. Amen. Nakata mti. Pale kwenye eneo unamwambia maji yaliyotoka kwenye mti ni damu yako. Amen. Kesho baba mwenyewe anapata ajali. Unakaa na kuvunjika macho. Kwa hapo. Amen. Sije kwani mambaje mambo ya vita. Mambo ya vita kama mimi nikwambia, mtu ameniahidi kunifanyia vitu vikubwa kwenye ufalme wa Mungu. Alafu anakwenda anaanza ananitambika. Usiku ule, kesho sijaje. Mimi nikaliona ile jambo nilipoamka, nikamchora kwenye barabara. Nikaanza kumchara viboko. Kesho tunakutana, ananikimbia. Nasema wewe ni sitaki kuona. Hiyo ni vita. Kwa kwenye mambo ya vita kuna mawazo yanakujia kwamba nimfanyeje mwenye anayenifanyia vita. Unatafuta picha yake. Unaiongelesha wewe ni marehemu kuanzia leo. Watakuona ni hai wale wasiojua hali yako ya kiroho. Ila mimi najua wewe umekufa. Unachimba kaburi, unamzika na picha yake. Unaiambia usiamke hapo. Haleluya. Baba anashangaa. Nachosema mambo ya vita yanakuwa ufunuo. Wewe unafikiri wewe unafanyaje? Kuhusu wewe. Wamesha kutoboa macho. Ndio maana kiu kiota ndoto unasahau. Sasa wakati wako uzikumbuki. Baba nimesahau naomba niambie maana yake. Umetoboa macho. Hayaoni. Sasa wewe kiamko unafanyaje? Unaumba yako, unatoboa ya kwake. Amina. Mbona mnakata sasa? Wewe ukiwa nyumbani mwako unamwambia Mungu, yeye ameenda dukani kwako hajavaa. Ameingia kwa uchi. Anasema muda sio mrefu, chanda zote hizi za biashara ziwe kama nilivyovua, ndio ichumba ikaiva. Ni mtu anakuroga. Alafu wewe umefunuliwa ni adui yako. Wewe unakuja kwa mambo ya kienyeji. Baba, namuombea rehema. Hapana. Hizo sio rehema. Amekuvua na wewe mvue. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Si sawa? Si sawa? Alafu silaha iliyotumwa kwako itageuzwa na kurudi kama ilivyotumwa. Sasa umenitumia mauti ya ajali na mimi nimeiona umeileta, ni kuikamata hiyo iliyoileta. Ni basi niko safarini. Ikujie. Tena mimi nikija iangalie siku ambayo umesafiri na mke na mtoto wa kwanza. Umenilenga mimi peke yangu, mimi nalenga wewe na mke na mtoto wa kwanza. Ina maana mkifa mapepo mengine yazaliwa. Tutabaki na wale waliobaki ambao hawajui msingi. Kuishi. Bali yako. Ndivyo tunavyoomba mambo ya juu ya vita. Takufunza. Takufundisha. Daudi anasemaje? Warudi nyuma, wafedheshwe, wanaowinda. Fungua 35 kitabu cha Zaburi. Ili uweze kujua anachosema. Wafedheshwe na waaibishwe wanaofuatia nafsi yangu. Akuishia hapo. Kuna maneno mengi ni ya ajabu hapo kiasomo. Unasema alikuwa na roho mbaya. Hana roho mbaya. Yeye amejua alichompangia adui. Anakijua. Ndio. Mimi unapanga kunihamisha kwenye ardhi hii. Niamke niseme jamani waachai wa Mwanza na wenyewe wana utani. Nikiamka umewaza mimi nihame kwenye hii ardhi. Nikiamka una bahati mbaya. Haleluya. Una bahati mbaya. Nitakufanyia kitu mbaya. Kitu mbaya unajua? Kitu mbaya. Na kunyang'anya kwanza uwezo wa kuoa na kuolewa. Hiyo ni kitu mbaya. Mama amecheka. Umejua nini mama? Mbona ni mapema? Hebu nisome. Zaburi 65. Moja. Bwana. Bwana. Utete nao. Wanaoteta nao. Pigane nao. Wanaopigana nao. Ushike ngao. Na kigao. Usimame. Unisaidie. Utoe. Na mkuki.
mkuki. Ni kitu cha kawaida hicho. Uwapinge wanaonifuatia. Uiambie nafsi yangu. Mimi ni wokovu wako. Waibishwe. Wafedheheshwe. Wanaonitafuta nafsi yangu. Warudishwe nyuma. Wafadhaishwe. Wawe kama makapi. Wewe kama unaelewa wewe, makapi maana yake ni zile pumba. Yaani wanasagwa, wanakomolewa, wanatupwa pembeni. Hawana kazi, makapi. Ni Mungu anaongea. Wewe jaribu, Mungu kama anaongea hivyo, mimi naongeaje ambaye na watu wanaoniruka? Amen. Mimi naamuru tingatinga kwenye nyumba. Naweza agiza ndege waingie kwenye nyumba. Naweza agiza nyoka wa moto waingie kwenye nyumba. Waume tena wakiwamo wasifu, wavimbe wewe kama maembe, alafu wafi. Wateseke, anasema wafedheheshwe, waaibishwe. Wawe kama makapi. Mbele ya upepo. Malaika wa Bwana akiwaangusha chini. Njia yao na iwe giza. Sikiliza, yaani wasione chochote mbele yao. Njia iwe giza. Na utelezi. Yaani karibu kuwaza kipofu anapita njia ya utelezi, yaani inakuaje? Tuambie Grace. Hayo ni maombi ya mtu anaomba na ni Mungu anampa neema ya kusikia kuomba. Anasema adui yangu au kipofu. Alafu anapokuwa kipofu anakopita pawe utelezi. Hebu sema kwa jina la Yesu. Adui yangu namtolea macho na njia yake ile utelezi kwa jina la Yesu. Anakopenda hatafika na hatatafuta hata kiwema, kwa sababu Bwana anashughulika naye kwa jina la Yesu. Sema Bwana, shughulika na watesi wangu, shughulika na wachawi wanaoroga nyumba yangu, wanaoroga watoto wangu, wanaoroga kazi yangu, wanaoroga huduma yangu, wanaoroga wito wangu, wanaoroga maombi yangu. Leo sema tena. Endelea. Katu kidogo. Endelea. Dakika moja. Amen. Chap resta, the time is over. Malaika wa Bwana akiwaangusha chini. Njia yao na iwe giza na utelezi. Malaika wa Bwana akiwafuatia. Maana bila sababu wamenifichia wavu. Bila sababu wamenichilia shimo nafsi yangu. Uharibifu na umpate kwa ghafla. Na wavu ulioficha umnase yeye mwenyewe. Kwa uharibifu aanguke ndani yake. Aya 109 mstari wa 9. Soma 6. Nikuonyeshe mambo ya vita. Ukitoka hapo ende uombe. Grace. Yaani unaweza ukatangaza kazi pale kwenye kazi yako. Kesho ukiamka usikute mtu hata mmoja ameajiriwa, wote wamefukuzwa. Amen. Ni wewe unapangaje? Unaombaje? 109 mstari wa 6. Aya, hawanielewi hawa ninachosema. Yaani wewe unaweza kuamua kaka. Ndio. Kwamba kesho nikiamka mimi ndio nimepanda cheo na mimi ndio naanza kupanga tuajiriwa tena pamoja na mimi nafukuza mimi. Kama unajua kuna jambo nakufanyia, uje kuomba wewe. Maombi ya vita. Soma. Nasema. Uweke mtu mkorofi juu yake. Yaani wewe anaona anakumudu. Wewe ni mtu ambaye ni mkorofi atakaye mnyima raha. Muweke hapo. Ndio. Wewe si unataka vita. Inua mtu ambaye ana kitu, yaani uodi. Yaani nyumba unakuwa kama kituo cha polisi ambao umejenga kwa hela zako. Unainua mtu mkorofi unamweka hapo. Namwambia kuanzia leo huyo mzee sana ananisumbua, naleta mtu na mimi amsumbue. Unamweka mtu paka, unamweka. Mbona anacheka rafiki yangu huyu? Haipata mafumo zaidi. Wewe kuna vita unayo, ila utaki uonekane kwenye vita. Unafanyaje? Unanyanyua mtu. Unasema leo natengeneza mtu ambaye ni jasusi. Mtu ambaye hata ukimwelezea nini haelewi. Hata umpe nini yeye apokee. Atokee kwenye maisha ya mkurugenzi. Yaani anyanyaswe.
Anaenda kwa anakuja hapa kaza ananifokea. Wewe mbwa, umechelewa wewe mbwa. Bwana leta mkorofi mweke hapa. Sasa yeye anakuwa anakuja na hasira za kipigo cha huyo jamaa. Safi kabisa. Anasema umwekee mtu mkorofi. Ndio. Mshtaki. Asimame mkono wake. Mshtaki asimame mkono wake. Wa kuume. Anashinda kwenye mapolisi, anashtakiwa magereza, yuko mahakamani, ana muda kufanya kazi, ni watu wanawainua, wanamshtaki. Soma. Sawa. Katika kuhukumiwa ataonekana hana haki. Ingawa alikuwa nayo, lakini kwa kuwa amenikorofisha mimi, tukiingia kwenye mashtaka na yote atakaye mshtaki ataonekana hana haki. Unaiona mambo ya vita? Na sala yake itadhaniwa kuwa ni dhambi. Aya, ona huyo mtu ataingia kwenye maombi, aseme Mungu wangu, mbona haya mambo yamenielema yamekuwa mazito, kusema tu hivyo ni kosa. Maombi yoyote atakayoomba yatakuwa dhambi. Hivyo mama unaelewa? Kuna watu wengine wanasema wewe mimi hawanitishi bana nitaomba. Sikiliza. Ukifanya vita na mimi na kuleta hapo wewe andiko. Yaani ukija kwenye maombi, baba ninamleta, yaani kila unachosema ni dhambi. Au unasema? Hebu rudia, vale hajasikia. Mstari wa 7. Soma. Katika kuhukumiwa ataonekana hana haki. Na sala yake itadhaniwa kuwa ni dhambi. Wewe unacho kitu. Is done. Is done for you. Amen. Hallelujah. Kuna watu, ngoja niambie kitu. Amen. Kuna watu mimi nakuhakikishia wanatuombea maombi mabaya, wanatuombea maombi ya kufa. Yaani wanatamani, yaani kesho tukiamka, yaani mji mzima na Tanzania waione aibu yetu. Sasa wanapokuwa naomba maombi ya namna hii, wao wanakuwa ni wenye dhambi. Amen. Mungu anawasikiliza, lakini kwa sababu wewe umekamata hivi, umelikamata na nimekuingia na umelielewa. Sema kwa jina la Yesu, wanaoniombea mambo mabaya wamekuwa watenda dhambi kwa maombi ya vinywa vyao. Asema Bwana, Jesus name. Amen. Hatujamaliza. Soma hapo chini. Ndio. Soma haraka. Siku zake ziwe chache. Alipangiwa kuishi miaka 100, tumebadilisha. Aishi miaka 40. Amen. Sikiliza. Yaani adui yako wewe ndio unaenda kuamua sasa hivi. Kesho amke yale ama asile. Wewe ndio hujui. Anasema siku zake na ziwe chache. Ndio. Asikilize shauri. Acha na pendo. Ndio. Mimi nikiambia watu wanasema kama mnakataa. Umeona hiyo ni? Ndio baba. Wewe kama mtu anasema hai. Anasema siku zake ziwe chache. Soma. Usimamizi wake atoe mtu mwingine. Apewe mtu mwingine. Yaani kila ambacho alipewa kwa miliki yake, hana tena sifa za kukaa huko, anaweka mwingine. Sivile ni nani ambaye hayo maneno yanaleta kwa ajili yake? Wanaweza kuwa sio watu, lakini kuna mtu maalum ameleta kwa ajili hii. Amen. Msoma wewe. Wanawe. Sikia hukumu ya wanawe. Na wewe yatima. Na mkewe. Singoja basi. Baba amekufa, watoto hawana baba. Yaani adhabu inayopiga kwa yule jamaa inapiga yeye na familia inaguswa. Watoto wake wao yatima, alafu mke wake awe mjane. Hatutamaliza. Kutanga na watange. Aya, wakose mahali pa kukaa, waanze kuzunguka. Kutanga na watange. Wanawe na kuomba. Wakose vitu, waanze kuwa maombaomba. Soma. Watafute chakula mbali na mahame yao. Yaani watoke hapa waende kuonea daa na chakula wakikosa. Ndio. Wao wanamuomba juu yako, lakini wakati unaomba ile jirani yule anayekuja anachukua mihogo pale kwenye shamba, wewe unaombaje?
alikuwa na njaa, tumwache hayo, haitakiwi. Surubu. Sema na msurubu huyo jirani. Msurubu huyo jirani. Mimi wote wansumba hapa mimi wanikorofisha. Ukisubutu. Waulize, wewe fanya fara kuzunguka. Zunguka kila mahali usibabu unawauliza. Huyo nabii mnamsemaje? Watakwambia usimwongelee hapa. Kwa sababu wakiniongelea nikikaa kwenye chemba ya vita. Haleluya. Chemba na yote usicheze na mimi hatari bana. Soma Bwana. Anasema ndai wale wanaomdai na nasa vitu vyote, akamata vitu vyote ambavyo ni mali zake alivyonavyo, na wageni wateke mapato ya kazi. I say. Mimi kifanya nayo biashara huko kwenye kimeza hiki, na mimi kwenye kimeza hiki, nione wateja wangu na wanahama hivi. Watahama mchana usiku, utaniambia wewe unaipenda. Utaniambia mimi. Kwanza mimi kufanya biashara kabla sijauza unauzaji. Unaweza uzaje mimi unaokoka wewe unauzaje? Yaani watu ambao hawajaokoka ndio wanapata vyeo wanapandishwa. Mimi mwenye wokovu eti na shushu. Sema fire! Soma wasikie hawa. Ndio wamekamata kitu. Na siwe na mtu wa kumfanyia fadhili. Na asiwe na mtu yeyote atakayekumbuka katika mambo yote yako. Wala mtu wa kumhurumia. Wala asitokee kusema jamani, huyu baba nini kilimkuta? Huyo mtu asitokee hata kama anasema anastahili apate hayo mateso. Sina kusema asitokee mtu kumhurumia. Soma. Yatima wake. Wazao wake waangamizwe. Yaani hukumu, tumeenda kuwapeleka mbali watoto kule waombe. Sasa imefika mtu kwamba watakiwi wawepo. Wazao wake waangamizwe na wenyewe. Jina lao likafutwe katika kizazi cha pili. Maana yake I say, yaani Mungu angalie yeye, watoto wake, wajukuu wake na mpaka kwa vitukuu wote awafute na jina lote aliondoa. Jaribu kuona unaweza nikorofisha mimi na hiyo andiko. Mimi unaweza kunikorofisha mimi na hiyo andiko unajua. Ndugu yangu tutagawana na jengo. Mimi nitakaa kwenye kanisa, wewe utakaa kaburini. Ukinikorofisha mimi natoa hicho kitu. Mimi tunagawana na jengo, mimi nakaa kanisani. Wewe unapeleka kwenye kanisani. Si ni jengo? Na kaburini nyumba ya milele. Wamalizia waseke sana. Uwepo wa baba zake ukumbukwe. Yaani kuna makosa yaliyofanywa na babu yake kwenye makosa yake aliyonitendea mimi. Yaani mizimu itaamka ikiwa ni mimi amenitendea na uovu wao utarudi. Baba Bwana. Yaani ni abada hiyo. Jaribu kuwaza, yeye alimtabari shaokoka, anasema nimeoga. Akinikosea mimi tunakumbuka. Baba yake alifanya nini? Babu yake alifanya nini? Shangazi alifanya nini? Mjomba alifanya nini? Wewe wote tunauinua unasimama juu ya paa. Naomba wewe tumia maandiko mawili. Ufanye kitu cha ajabu kesho. Adui yake ajue huyu mtoto. Ni nini amefunuliwa nini lakini? Amina. Uwepo wa baba zao ukumbukwe. Na dhambi ya mama isifutwe. Ndio. Unasikia lakini kama mama yake ameokoka, uovu wake aliyotenda hajaokoka. Ukumbuke hapo ndipo anasema wewe. Ukikumbukwa unakuwa juu ya aliyekukosea wewe. Yaani sijui kama una mtu anakusumbua. Na nimekusomea maandiko. Sijui kama upo hapa. Unaye baba? Ni mtingo, ana wakati mgumu. Tena wewe unapopiga majeshi ndugu. Huyo mtu ana wakati mgumu. Yaani wewe leo ngoja nikwambie. Ukilala leo yanaweza kukusahaulisha. Wewe ukifika nyumbani mtu anafanya kama machare fulani hivi. Yaani punguza vikazi, nenda bafuni hapo, yaoge maji yale ya saa 4. Nenda sebuleni.
Tangaza kosa huko. Usilale mama utasahau. Mwanzi kabla hujalala, anza hapo. Umwambie Biblia imesema uovu wa baba yake na dhambi ya mama yake itakumbukwa. Watoto wake watakosa pa kuishi, watahama, yeye atakufa, watakuwa yatima. Unasema nataka yeyote aliyegusa maisha yangu, anayevuruga hatima yangu, anachafua majina yangu, anachafua ndoto zangu, anachafua maono yangu. Leo nimekuja kwa ajili ya Bwana. Nataka Mungu inuka leo ufanye jambo kwa ajili ya Sipati picha kuna kuchaje siku ya kesho na Jumamosi. Mimi sipati picha. Sipati picha. Mimi sipati. Maombi utaona hapa Mwanza yatakwenda Ngara, yatakwenda Benako, yatakwenda Bukoba, yatakwenda Karagwe, yatakwenda Msungu, yatakwenda Bariadi, yatakwenda Mbeya, yatakwenda Tanga, yatakwenda Kigoma, yatakwenda Shinyanga, yatakwenda Kahama, yatakwenda kila mahali. Mambo yatakwenda. Mimi nimesema yatakwenda kwa jina la Yesu. Lazima yaende. Ni lazima mama. Bariadi kuna shida usiku wa leo. Kule kule. Kule Simiyu kule. Kuna shida kule. Karatu, Arusha. Kule Singida. Kule Itunga kule. Nzega kule. Wana wakati mgumu. Leo nataka nipige pendo niende mpaka kule kwa kina huyo Risa. Kule kwao kule Malampaka kule. Niende nipige kule Malampaka kule. Naona mpaki. Basi